Mustafa, unakumbushwa muda wa kutoa kafara umekwisha. Hivyo inabidi kazi hiyo ifanyike haraka, tena haraka sana. Wala usipuuze Mustafa. Baby, naomba samani, naomba nisamehe kwa kufika nyuma, nimechelewa sana. Okay, usijali. Unajua kwenye haya mahusiano usipokuwa mvumilivu wa kuweza kumvumilia mwenzako hamwezi kufika. Nashukuru. Usijali. Alafu unajua mapenzi ni kuchukuliana. Kwa hiyo inabidi kwa mwenzako anapokuwa ana kazi unatakiwa mvumilivu, lakini pia ukiangalia umeenda umefanya kazi afu umerudi tayari niko nawe hapa na furaha. Mimi najua kabisa kwamba utafika tu na hatimaye umefika. Kweli? Najivunia kupata wewe, maana wewe ni mwelewa na unaelewa mapungufu yangu. Nashukuru. Thank you. Baby, unaweza kanisindikiza nyumbani? Maana tayari muda umefika. Si unamjua yule kielele yule, nikikuta ameshafika. Haina shida. Kweli? Ngoja nikusindikize. Karibu mama. Asante. Shikamoo. Marahaba. Bangaza yuko wapi? Alikuwepo hapa ila sijui ameelekea wapi. Chukua hizi ndizi, ukule 2, umwachie 2. Sawa? Sawa mama. Haya. Yaani hili swala tukiliwekea mtani utajikuta sisi tunaingia kwenye matatizo. Hivi leo hii miguu yangu haijakanyega kwangu. Nimekuja direct kutoka huko. Nikiwa kwenye pitapita zangu nazunguka kwenye mji wetu. Ghafla nikasikia sauti ya mkuu. Alafu kanisisitizia kwamba tunachelewa kwa nini kutoa kafara. Sasa sijui mbavu ni kitu gani haswa unachokifikiri akilini mwako hadi muda huu. Mpaka nafikia kiongozi wetu anakuja anatutokea sisi kwanza kuja kutulaumu. Unafelia wapi? Kiukweli kiongozi Mustafa, sijafeli. Useme tu kuna vitu ambavyo vinanipa ugumu ndani wake. Unaikosaje mbavu? Unaikosaje? Kumbuka uliniahidia kwamba kuna vijana wengi katika kijiji chetu ambao hawana kazi, ambao kabisa wanastahili kufa. Ukiangalia nyuso zao zinaonyesha kabisa hizi ni maiti zinazoishi. Kwa nini usiwatoi? Ni kweli, sema tu kwa mtu kumtizama kwa nje utafikia bani mwepesi.
lakini kiundani ni mtu mzito sana kiongozi wangu. Nashindwa kuelewa nitaanzia wapi. Yaani nikiangalia vijana kweli ni wengi wakufa, lakini ni watu wazito ndani yao. Nashindwa kuelewa kiongozi wangu, nitafanyaje? Shida bado una hali ya uoga. Sasa nakwambia, jitahidi kabla usiku haujaingia. Nahitaji nipate majibu yaliyo sahihi. Mungu wangu, kwa nini kila panapokucha maisha yanazidi kuwa magumu kwangu na kuwa na matumaini afadhali ya jana kuliko ya leo? Na kuwa mkiwa na hisi dunia imekuwa kama gunia la misumari kwenye kichwa changu. Sijui nifanyeje. Na kuomba unionyeshe japo nuru, mwanga, niweze kuiona kesho yangu. Mama na dada yangu hana kipenzi, wakiwa wananipa moyo na kuniambia niendelee kupambana pasipokuwa na matumaini yoyote. Nafikiria nifanye maamuzi. Mungu, naomba niongoze kwenye maamuzi haya, yawe maamuzi sahihi, yasiwe maamuzi ya kumnyanyasa mwanadamu yoyote ambaye yuko ndani ya dunia hii. Yawe maamuzi ya kumpa furaha kila mmoja ambaye atakayeniunga mkono na kunifanya mimi Bangaza niwe mtu ndani ya watu. Mola wangu, naomba unijalie. Sasa unajua baby, tumetoka huko, tumeenjoy vya kutosha. Of course, nimeshakufikisha nyumbani. Mimi nilikuwa nafikiria niondoke, lakini kabla ya kuondoka nilikuwa na maneno fulani hivi ambayo ningependa nikwambie, ili kwamba uwe unanikumbuka muda wote. Sawa? Kweli. Nimekaa nimejitafakari, nikasema kwamba mimi siwezi kuishi bila wewe. Maisha yangu bila wewe ni magumu sana. Wewe ndio amani na furaha ya moyo wangu. Najua hivyo lakini. Najua. Kweli. Nataka kuondoka, unajua. Nataka tufanye kama kawaida yetu, ni kuaga au sio? Ila sipo barabarani. Hata kama kutakuwa watu 100. Kweli. Ili hali wewe upo karibu yangu na kuona wewe, hakuna kinachopingika. Sawa? Sawa. Thank you. Okay, asante. Okay. Sawa, bye. Bye. Sawa, bye. Dada. Be. Unajua nimekuita hapa nilikuwa nataka unishauri baadhi ya vitu. Binafsi yangu mimi nimekaa nikafikiria. Nikaona ili niweze kutimiza malengo ya hii familia ambayo inanizunguka. Ni kila sababu ya kutoka hapa kwenda kutafuta maisha mbali. So nimekaa nikafikiri kwamba nikiendelea kutafuta maisha nikiwa niko hapa itakuwa ni shida na siwezi nashindwa kuilea familia hii. Kwa hiyo dada, mimi nilikuwa na mawazo kwamba niende mjini kutafuta maisha. Lakini kabla sijachukua maamuzi, nikaona nikushirikishe wewe dada yangu. Maana katika watu ambao ninawapenda, wa pili ni wewe ukitoa mama. Na mimi naamini hutoniangusha, utanipa mawazo ambayo ni mazuri. Nawaza kesho kutwa niende mjini. Sio wazo mbaya, ni wazo nzuri tu kakaangu. Ila mbona bado tuna maisha mazuri tu.
Mimi kiupande wangu sijafurahi kwenda huko mjini. Ila usubiri mama aje umshirikishe naye. Usikie ataongea nini. Unajua dadana, hapa nyumbani hatuna maisha mazuri hata kidogo. Na mimi nakuwa na zamana familia hii kwa sababu sisi hatuna baba. Baba yetu ashakufa miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo mimi kama kaka yako Bangaza na kila sababu ya kutimiza ndoto za familia hii. Hivyo sawa, mimi nimekusikia. Nitakapoongea na mama, naomba uniahidi kitu kimoja. Kwamba tutamshawishi mama paka akubali mimi niende mjini. Haya, nimekuahidi. Ndio maana wewe unapenda. Hakuna shida kakaangu. Basi sawa. Vipi jikoni uko unasemaje? Mimi nataka niandae msosi. Nenda basi bwana kaandae, mwana njaa sio poa. Haya, subiri dakika 2 tunamaliza. Haina noma dada.